Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru sana Bwana Yesu ametupa neema ya kuwa na somo ambalo linaitwa tambua neema iliyopo kwenye kizazi chako ili uwe salama. Somo hili litakuwa na mtindo wa series. Tutaangalia sehemu ya kwanza, tutaangalia sehemu ya pili, tutaangalia sehemu ya tatu, kwa kadri ambavyo Mungu atakupa nafasi ya kufuatilia somo hili. Kichwa cha somo hili tutakachotembea nacho kinasema tambua neema iliyopo kwenye kizazi chako ili uwe salama. Kwenye kila kizazi ipo neema. Kwenye kila kizazi ipo neema. Kwenye kila kizazi ipo neema. Sasa yapo mambo ambayo Mungu alikuwa ananifundisha na nikatamani ni share na wewe, ya kwamba utambue mambo haya na maarifa haya. Mungu akupe neema ya kuwa pamoja na mimi. Usalama wa mtu unategemeana na neema iliyopo katika kizazi chake. My God. Usalama wa mtu unategemeana na neema ambayo ipo katika kizazi chake. Kwa maana hiyo, kwenye kizazi chako unatakiwa uifahamu neema ambayo ipo kwenye hicho kizazi, ndio utakuwa salama. My God. Je, unatambua neema ya Mungu kwa kiwango gani na ni ya muda gani? Wewe inakusaidiaje? Mungu alikuwa ananifundisha vitu hivyo ambavyo nitashare na wewe. Maana unaweza ukatambua ya kwamba upo katikati ya neema, lakini kumbe bado haupo kwenye neema. Na zipo neema nyingi ambazo tunaziona katikati ya maisha yetu, lakini ipo neema pia ya muda mfupi na ipo neema ya muda mrefu. Neema ya muda mfupi ina uwezo wa kukusaidia kuitambua neema ya muda mrefu kama usipojisahau. Lakini ukiijua neema ya muda mrefu, haihitaji upite katika neema ya muda mfupi. Yaani, maana yangu ni hii: ukiwa unasafiri labda kutokea mkoa wa Dodoma kuelekea Dar es Salaam, kama ukiwa unatamani kwenda Dar es Salaam, nauli yako labda ikiwa inaishia Morogoro, hautaweza kufika Dar es Salaam. Lakini ukiwa una nauli ya kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam, Morogoro utapita. Kwa haina haja ya kusimama. Kadhalika katika neema ya muda mrefu na neema ya muda mfupi. Yaani, una ndoto ya kwenda Dar es Salaam, lakini nauli yako ya kutoka Dodoma inaishia Morogoro. Kwa hiyo ukiongeza juhudi pale pale Morogoro, unaweza ukapata nauli nyingine ya kufika mpaka Dar es Salaam. Lakini ukiwa na nauli ya kutoka Dodoma pale Morogoro utapita, haina haja ya kusimama. Kadhalika katikati ya neema. Jina la Bwana libarikiwe. Natamani tuangalie kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile, kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6 na mstari ule wa 8. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 6 na mstari ule wa 8. Biblia inasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Angalia sasa mstari wa 7 sura ile ya kwanza. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Kumbe katikati ya kila kizazi iko neema. Hata hiki kizazi ambacho tunaishi sisi, kwenye kila generation
Kizazi cha mwaka 2000 iko neema, 2001 iko neema, 2002 iko neema, hata kizazi hiki cha 2026 iko neema, 2027 itakuwepo neema. Sasa ni lazima uijue ni neema gani ambayo ipo katika kizazi chako. Biblia inasema kwa kitabu kile cha Mwanzo sura ya 7 mstari ule wa kwanza B. Natamani tuangalie mstari ule wa kwanza B. Mwanzo sura ya 7 mstari wa kwanza B. Angalia kitu cha ajabu sana. Biblia inasema, kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Sasa Nuhu alikuwa anaishi kwenye nchi ambayo wako watu wengi, na naomba nikwambie neema ya muda mfupi ni ipi. Tunajua neema ya muda mfupi unakutana labda neema ya kazi, hiyo ni neema lakini ya muda mfupi my friend. Neema ya mvua, hizo ni zinakuja na zinapita. Lakini katika ile neema ya muda mfupi, kumbe kulikuwa kuna neema ya muda mrefu ambayo Nuhu peke yake na kizazi chake ndiye aliyeitambua. Yaani kipindi watu wanaendelea kuvuna, kipindi watu wanaendelea, mvua zinanyesha, watu wanaajiriwa kazini, watu wanafanya mambo makubwa, watu wanajitahidi, watu wanafanya kila aina, kila namna, lakini Biblia inasema Nuhu akapata neema katika kile kizazi. Swali la kujiuliza, Nuhu alipata neema ya kiasi gani? My God. Yani kwenye ile nchi ambayo Nuhu alikuwa anaishi na watu nao walikuwa wanaishi, Biblia inasema Nuhu akapata, Mungu akamwambia Nuhu, umepata neema katika kizazi hiki. Nuhu peke yake ndo alipata neema katika kile kizazi. Yaani kipindi neema za mvua zinakuwepo, neema za kazi zinakuwepo, neema za biashara zinakuwepo, neema, si kila neema ambayo unaijua wewe, ila kumbe zile neema zilikuwa za muda mfupi, ila Nuhu peke yake ndo alipata neema katika kizazi. Kadhalika katikati ya huu mwaka 2026 au katikati ya karne hii iko neema ambayo una uwezo wa kuipata wewe peke yako na ndugu zako ama na rafiki zako ama wewe peke yako, pasipo wengine kuijua hiyo neema, ingawa nao wanaweza wakawa wanasema wanaishi kwenye neema. Nuhu akapata neema katika kizazi kile. Nuhu akapata neema katikati ya kizazi kile. Biblia inatuonyesha kwamba Nuhu alikuwa anamcha Mungu, akapata neema katika kizazi kile. Biblia inasema Nuhu alikuwa ni mchaji wa Bwana. Kipindi maisha mengine watu wanaendelea wanafanya kila kitu kama sasa hivi, kila mtu anafanya kila mtu anafanya kila kitu anachokifanya, lakini yuko mtu mmoja ambaye ana neema ya kumcha Mungu, lakini watu hawaijui hiyo neema katikati ya kile kizazi. My God, kwenye kila kizazi iko neema ambayo hiyo neema kila mtu inabidi aijue. Sasa unaweza kuwa na swali la kujiuliza, je, mimi nipo kwenye neema ya kiwango gani? Neema ya muda mrefu ama neema ya muda mfupi? Lakini pia swali la kujiuliza, je, mimi nipo kwenye neema ambayo sio na ukomo? Na kama nipo kwenye neema, je, mambo haya yanapatikana kwangu? Yaani endapo kwa unasema mimi natembea kwenye neema, je, haya ambayo Mungu anayoyasema sasa yapo katikati ya maisha yako ama yapo katikati ya maisha yangu? Akaenda kile kitabu cha Tito sura ile ya pili na mstari ule wa 11, rima shata rada baba mako shata la bakosia lemo ko shata kapaya mandere bokori ya Masaya.
Angalia kitabu kile cha Tito. Angalia kitabu kile cha Tito sura ya 2 na mstari ule wa 11. Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Jesus. Mstari wa 12 maandiko yanasema, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. 13. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wake Kristo, Mungu mkuu, Mwokozi wetu. Sasa kama unasema wewe unaishi kwenye neema, Biblia inasema neema hii ambayo unasema wewe unaishi, kwanza, namba moja, inatufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Kwa hiyo ukisema unaishi kwenye neema, inatakiwa ujifunze kukataa ubaya wa kila namna. Je, unaukataa ubaya wa kila namna? Hilo ni swali namba moja la kujiuliza, ambapo unasema mimi ninaishi kwenye neema. Biblia inasema hiyo neema ambayo wewe unasema unaishi, namba moja, inakukataza ubaya wa kila namna. Makoradabakabasaya. Lakini jambo la pili linasema neema hii inatufanya tuishi kwa kiasi. Mambo unayoyafanya unayafanya kwa kiasi. Lakini pia neema hii inasema tuishi kwa utauwa. Utauwa. Tuishi kwa kutumika. Afu anasema neema hii imefunuliwa kwa watu wote, nayo haina ukomo. Sasa jiulize swali moja, ambapo unasema kwamba mimi nipo kwenye neema. Haya mambo yanahusiana na neema ambayo wewe upo. Tarudia kukusomea ule mstari rima shatarababa. Biblia inasema Tito sura ya 2 mstari wa 11, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Neema ipo. Na anasema nawe atufundisha kukataa ubaya. Kwa tunapokuwa tunaona ubaya kwako ama kwangu, tunajua kwamba wewe bado neema haijafunuka, kwa sababu neema ina matengenezo. Tukiona Bwana Lewisi una neema na tukiona unaishi maisha ya ubaya, ni kwamba bado neema haijakufikia. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini inasema pale tulipoishia kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kumbe kuna tamaa za kidunia, tamaa za kidunia. My God, tamaa za kidunia sio tu uzinzi. Tamaa za kidunia ni pamoja na tamaa ya hela, tamaa ya cheo, tamaa ya mambo mabaya. Sasa kama upo kwenye hiyo neema ina uwezo wa kukukontrol. Ukiona bado, basi my friend, wewe upo kwenye neema muda mfupi. Lakini nasema tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa. Kumbe neema ikifunuka kwa mtu huwa inamfundisha kukataa ubaya. Hii neema ndo tunaiona kwenye kitabu cha Mwanzo, ambapo Biblia inasema Nuhu akapata neema katika kizazi chake. Kwa kumbe Mungu kwenye kila kizazi waga anaangalia nani anamcha Mungu ili neema ifunuke na aweze. Just imagine, kipindi watu maisha yanaendelea kama kawaida, Mungu hakuwa na huruma, ila aliangalia ni nani ambaye ametambua neema ya kumcha Mungu katika kizazi chake. Ngoja nikuonyeshe kitu cha ajabu sana. Kitabu kile cha Waamuzi, sura ile ya 10 riba shatarababa. Kitabu kile cha Waamuzi shakatarababa. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 2 mstari wa 10. Nikuonyeshe kitu cha ajabu sana ambacho Bwana anasema. Kitabu cha Waamuzi sura ya 2 mstari ule wa 10. Sikiliza, Biblia inasema hivi, mstari wa 10b. Kitabu cha Waamuzi sura ya 2 mstari wa 10b. Angalia kitu cha ajabu.
kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana, wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Hiki kilikuwa ni kifo cha Yoshua. Biblia inasema kikainuka kizazi ambacho hakikumjua Bwana. Kumbe kwenye kila kizazi waga kinaibuka kizazi ambacho hakiwezi kumjua Mungu. Makoshatarada. Biblia inasema, Bible inasema kwamba kitabu cha Waamuzi sura 2 mstari wa 10b, kikainuka kizazi ambacho hakikumjua Bwana. Yaani kwenye kizazi kulikuwa kuna kizazi, lakini hapo kwenye hicho kizazi kikainuka kizazi ambacho hakikumjua Bwana. Yaani ni sawasawa na chakula. Unakula chakula, lakini katikati ya chakula mtu akakutana na mchanga. Sio kwamba chakula kikuwepo, ila chakula kilikuwepo, ila katikati kuna mchanga. Kadhalika kwenye maisha, sio kwamba kizazi kile hakikuwepo, ila kile kizazi kilikuwepo, ila kikainuka kizazi ambacho hakikumjua Bwana wala hakikujua kazi ambazo alizifanya mtumishi wa Mungu Yoshua. Sasa kwenye maisha yetu, kwenye vizazi vyetu ambavyo tupo, kuna kizazi ambacho waga kinainuka. Hicho kizazi hakimjui Mungu wala hakimjui Bwana. Mungu aliniambia kwamba kwenye kila kizazi iko neema. Alafu akaniambia hiyo neema ya namna gani? Akaniambia usalama wa mtu unategemeana na neema iliyopo katika kizazi chake. Yaani kwenye kizazi chako kuna neema gani? Mashatarada baba. Yesu alikutana na watu, alikutana na vijana, alikutana na sisi tunajiita Gen Z, alikutana na generation inataka ishara. My God. Oh my God. Angalia kile kitabu cha Mathayo sura ya 16. Mathayo sura ya 16. Mathayo sura ya 16. Sura ya 16 sura ya 16 na mstari ule wa 4. Walimfuata wakamwambia, tunaomba utuonyeshe ishara. Angalia Yesu kitu anachozungumza kwa habari ya kizazi. Natamani uwe kizazi. Biblia inasema kitabu cha Mathayo sura 16 mstari wa 4. Bali anasema kizazi kibaya cha zinaa chataka ishara, wala kitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona. Akawaacha akaenda zake. Angalia mambo ya ajabu sana ambayo Bwana Yesu anayasema. Kizazi cha zinaa kinataka ishara. Kizazi kibaya hakitapewa ishara isipokuwa ishara ile ya Yona. Hichi kizazi kinataka nini? My God. Jaribu kutafakari na kuelewa ya kwamba ni neema gani ambayo inatembea katika kizazi chako, ama katika kizazi changu, ama katika kizazi changu, ama katika kizazi changu. Ni neema gani inayotembea? Neema gani inayotembea? Neema gani inayotembea? Neema gani inayotembea? Kwenye kila kizazi iko neema. Nami nataka nikwambie neema hiyo ni neema ya kumjua Kristo. Nami nataka nikwambie neema hiyo ni neema ya kumcha Mungu. Neema ya kumcha Mungu. Mche Mungu. Kipindi wengine wanahangaika na mambo mengine, jifunze kumcha Mungu katikati ya mazingira yoyote. Jifunze kumcha Mungu katikati ya mazingira yoyote unayopitia. Jifunze kumcha Mungu katikati ya mazingira yoyote. Biblia inasema Nuhu akapata neema katika kizazi kile. Hebu pata nafasi ya kuomba Mungu akupe neema ya kujua, neema ya kutambua,
neema katika kizazi chako ya kumcha Mungu. Pata nafasi ya kuomba. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya muda na wakati. Mungu, katika jina la Yesu naomba achilia neema ya vijana wengi, achilia neema katikati ya mazingira haya, vijana wapate neema ya kukujua wewe, ya kukucha wewe, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ale hai. Mungu, achilia hiyo neema katikati ya kizazi, achilia neema katikati ya mazingira. Rika shataradabakosa kata, achilia hiyo neema ya watu kukucha wewe, ya kukutafuta, neema ya kusoma neno, neema ya kukataa ubaya, neema ya kukucha wewe, neema ya kuishi kwa kiasi, neema ya utaua, neema ambayo haina ukomo. Achilia hiyo neema, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Mungu